Kabla ya kushika Biblia, sikiliza video hii kwanza. Leo tunazungumzia kitabu cha Yohana. Injili ya Yohana ni kitabu cha 4 kwenye vitabu vya Injili, na inaaminika kwamba kitabu hiki ndicho kitabu cha Injili cha mwisho kuandikwa, na ndicho kitabu ambacho hakifanani kabisa na vitabu vingine vya Injili, na ndio kitabu ambacho kimeandikwa kwa mpangilio mkubwa sana sana sana. Hakijaeleza kwamba Yohana ndio mwandishi wa kitabu hiki, ila kimesema mtume ambaye Yesu alimpenda. Kiutamaduni, mwandishi wa kitabu hiki anatambulika kama John au Yohana mtoto wa Zebedee, lakini baadhi ya watu wamepinga kutokana na mpangilio wa kitabu hiki, kwa sababu elimu ya theology iliyotumika katika kitabu hiki ni elimu kubwa sana, na ni ngumu kwa mvuvi wa kawaida kuweza kupangilia kitabu hiki. Iliaminika kwamba mwandishi wa kitabu hiki anatokea kwenye jamii inayofahamika kama Johannine Community. Hii jamii ni umoja wa makanisa yaliyokuwa yanatokea huko Asia Minor, ambayo ndiyo yalihusika kwenye kuandika vitabu 4 vya Yohana. Hii Johannine Community walihusishwa na jamii ya Wakristo ambayo ilihama kutokea Jerusalem kuelekea Asia Minor, pamoja na Wakristo wengine ambao walibadilisha dini huko Asia Minor. Baada ya uharibifu wa hekalu la Mungu mwaka 70 AD, inaaminika kwamba hawa wahamiaji kutoka Jerusalem ndo walienda katika kanisa hili la Asia Minor. Kitabu hiki inaaminika kwamba kiliandikwa mwaka 90 mpaka mwaka 110 AD. Muundo wa kitabu hiki umepangiliwa vizuri sana. Ukianza katika utangulizi, mwandishi aliwafahamisha wasomaji kwa utambulisho wa Yesu kwamba Yesu ni neno la Mungu ambaye kupitia kwake ulimwengu uliumbwa na kuchukua umbo la mwanadamu, lakini pia alikuja kwa Wayahudi wakamkataa, lakini wote waliompokea, yani Wakristo, na kuliamini jina lake wakapata uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Kwa hiyo ni utangulizi ambao aliweza kuandika katika utangulizi wa kitabu cha Yohana 1 mstari wa kwanza hadi mstari wa 18. Lakini mpangilio wa kitabu hiki umepangiliwa katika mafungu 4. Segmenti ya kwanza ya kitabu hiki imezungumzia ishara. Kwa hiyo segmenti ya kwanza inafahamika kama Book of Sign, na segmenti ya pili inafahamika kama utukufu au Book of Glory, alafu baadaye ndio kuna hitimisho. Kwa hiyo katika segmenti ya kwanza ya kitabu hiki, ambayo ndio tunaweza kusema ni kitabu cha ishara, amezungumzia ishara 7 za Yesu, kwa sababu Yesu alikuwa anafanya miujiza, lakini katika kitabu hiki hiyo miujiza haikufahamika kama miujiza, ilifahamika kama ishara ya kuthibitisha kwamba yeye ni Mungu, au ishara ya mambo yajayo. Kwa hiyo miujiza 7 ambayo aliifanya ilikuwa ni kugeuza maji kuwa mvinyo, lakini kumponya mtoto wa kiongozi yule wa serikali, lakini kumponya mtu ambaye alikuwa ameparalyze, kuwalisha watu 5,000, lakini kutembea juu ya maji, kumponya kipofu, pamoja na kumfufua Lazaro. Lakini hii namba 7 pia ni muhimu sana, kwa sababu namba 7 ni ukamilifu wa uumbaji. Kwa hiyo mwandishi aliandika kwa malengo makubwa sana, lakini kila muujiza ambao aliuandika ulikuwa una maana kubwa sana, ulikuwa unaelezea kitu fulani. Baada ya kufanya hii miujiza, inaaminika kwamba Wayahudi hawakumwamini kwamba Yesu alifanya miujiza ili waweze kumwamini, lakini hawakumwamini. Baada ya kutomwamini, basi Yesu aliamua kugeuza mafundisho yake kutoka kwa Wayahudi na kuyahamishia kwa wanafunzi wake. Kwa hiyo Yesu aliwaonyesha wanafunzi wake upendo na kuwafundisha kupendana wao kwa wao, lakini aliwafariji na kuwaahidi kwamba atamtuma Roho Mtakatifu kuja kuwasaidia, lakini pia baadaye aliweza kuwaombea. Hii ni Yohana sura ya 17. Kuna sala ambayo Yesu aliwaombea. Hiyo sala inafahamika kama sala ya kuhani mkuu. Lakini baada ya kuwaombea, Yesu alikufa kwa ajili yao na baadaye akafufuka. Baada ya kufufuka, Thomas mwenye mashaka, hilo ndio jina ambalo lilitumika kumuita Thomas, aliendelea kutoamini kufufuka kwa Yesu, lakini baada ya kumshika akaamini, akamuita Bwana wangu na Mungu wangu. Kwa Yesu akamwambia, umesadiki kwa sababu umeniona, heri ya wale wasioniona na wakasadiki. Ikawa na maana kwamba Yesu aligeukia kwa wafuasi wake na kuonyesha utukufu wake, lakini hata baada ya kufa na kufufuka, watumishi wake hawakuendelea
kuendelea kumwamini. Kwa hiyo baada ya pale injili yake ndo akaihamisha na kuipeleka kwa wapagani. Hiyo ni kwa idea ya Yohana. Lakini pia hitimisho la kitabu hiki iliweza kufanywa kwenye Yohana 20 mstari wa 30, na ilieleza kwamba kuna miujiza mingi ambayo Yesu aliifanya mbele ya wanafunzi wake ambayo haikuandikwa kwenye kitabu hiki. Hii imeandikwa ili mpate kuamini kwamba Yesu ndiye Kristu na mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Hiyo ndio ilikuwa hitimisho katika Yohana 20 sura ya 30. Nadhani unaweza ukajiuliza, kama hiyo ndio hitimisho, mbona kuna Yohana 21 inaendelea? Na ni kweli kuna Yohana 21 mstari wa 25, unaweza ukasoma pale, inasema kuna mambo mengi ambayo Yesu aliyafanya ambayo yakiandikwa moja kwa moja nadhani ulimwengu usingetosha kwa vile vitabu ambavyo vingeandikwa. Kwa hiyo ni maneno mawili au ni mistari miwili ambayo imerudiwa mara mbili. Kwa hiyo Yohana 21 ni mstari ambao uliongezwa baadaye. Kwa hiyo huu mstari katika manuscript ya kwanza au kitabu kile cha kwanza haukuwepo katika kitabu hiki cha Yohana, lakini mstari huu ulikuja kuingizwa baadaye. Nadhani hapo utakuwa umeelewa. Ukiangalia Yohana 21 utaona kuna mabano, ikiwa na maana kwamba mstari huu uliingizwa baadaye. Idea ya Trinity katika kipindi hiki haikuwa inazungumziwa, maana ilitambulishwa baadaye kabisa. Lakini idea hii ilianza kukua taratibu kupitia idea ya Wayahudi wa kuamini kwamba kuna Mungu mmoja. Lakini pia idea hii ilikuwa zaidi kupitia idea ya Kigiriki ya kuamini uhusiano kati ya Mungu na wanadamu kupitia mpatanishi au kupitia Masihi au kupitia mkombozi. Lakini pia idea hii ya Trinity ilikuwa kupitia idea ya Kimisri ya kuamini utatu wa Mungu, yani Mungu Baba, Mama na Mwana. Kwa hiyo idea hizi tatu kwa pamoja, idea ya Kiyahudi, idea ya Kigiriki na idea ya Kimisri, ndizo ziliunda idea ya Trinity. Mwandishi wa kitabu cha Yohana ameonyesha kwamba Yesu aliuliwa na Wayahudi kwa sababu alijifananisha na Mungu, huku akiongea nao kwa uwazi na akijiita Yahwe, yani mimi ndiye au I am. Kwa hiyo katika kitabu cha Yohana Yesu alitamka mara 7 katika kitabu hiki kwamba mimi ndiye. Kitu ambacho watu hawafahamu ni kwamba neno mimi ndiye jina lake ni kwamba Yahwe. Maana hiyo ni sawasawa na kutamka Yahwe, na hilo jina ni jina ambalo Mungu alilitamka au alijiita baada ya kuulizwa na Musa. Musa alivyotokewa na Mungu kwenye mti ukawaka moto, akamuuliza niwaambie nimetumwa na nani? Akamwambia waambie umetumwa na mimi ndiye au Yahwe. Kwa hiyo Yesu alikuwa anatembea barabarani huku akijitambulisha kwamba yeye ndiyo yule Yahwe. Kwa hiyo inaaminika kwamba sababu ya kuuliwa ni kwa sababu ya kutamka hilo neno, kwa sababu ulikuwa huruhusiwi kabisa kutamka hilo neno, kwa sababu ukitamka ni kwamba unakuwa umekufuru. Sasa kwa Yesu sio tu kwamba alitamka, ila alijifananisha na huyo Mungu wa Wayahudi. Kwa hiyo kitendo hicho kikapelekea aweze kuuliwa. Lakini kitu ambacho nilitaka nikuweke wazi ni kwamba katika kitabu hiki cha Yohana ndio sehemu ambapo Yesu ametamka wazi kwamba yeye ni Mungu. Lakini katika vitabu vingine, hata ile alipokuwa anaambiwa wewe ni Masihi, aliwaambia watumishi wake msiwaambie watu. Kwa hiyo ile cheo cha umasihi peke yake alitaka kiwe siri katika vitabu vingine, lakini katika kitabu cha Yohana ameonekana zaidi ya mara 7 amekuwa akitamka mbele za watu kwamba yeye ni Yahwe. Kwa hiyo hiyo ndio tofauti mojawapo ya kitabu cha Yohana pamoja na hivi vitabu vingine vitatu. Ukisoma kitabu cha Yohana mstari wa kwanza sura ya kwanza, Yohana amemtafsiri Yesu kama logos au neno. Kwa asili ya Kigiriki, logos maana yake ni kanuni za uwepo au kanuni za uumbaji. Ni kama idea ya Kiyahudi, tunaweza tukasema ni hekima za Mungu au wisdom of God au neno la Mungu au msaidizi wa Mungu kwenye uumbaji. Kwa hiyo hiyo ndio maana ambayo Yohana 1 sura ya kwanza ilikuwa ikimaanisha. Mwanafalsafa wa Kiyahudi maarufu sana kipindi hicho ambaye alikuwa anafahamika kama Pilo alikuwa anaamini kwamba logos au neno ndio liliumba ulimwengu na neno ndio mpatanishi wa Mungu na wanadamu. Kwa hiyo mwandishi aliichukua hii idea ya Pilo na kuiambatanisha na jina la Yesu kwamba Yesu ndio neno. Kwa hiyo katika kipindi hiki hii logos au neno lilikuwa linazungumziwa sana. Kwa hiyo mwandishi huyu Yohana alilifananisha jina hili la logos pamoja na
na Yesu. Lakini pia moja ya kitabu kinachofafanua maandiko ya Kiyahudi kinachofahamika kama Targums, kilichokuwa maarufu sana pia karne ya kwanza, kilizungumzia idea ya logos au neno na kulifafanua kama falsafa ya Philo, lakini yeye aliingia deep zaidi. Alilitumia kama mawasiliano kati ya Mungu na ulimwengu. Mungu alipotamka na kiwe kitu fulani na ikawa, maana hiyo alitamka neno. Lile neno ndiyo tunaweza tukasema ni nguvu ya uumbaji ambayo ilikuwa ndani ya Mungu au ilikuwa na Mungu au ilikuwa pamoja na Mungu. Kwa hiyo hilo neno lilikuwepo kipindi cha uumbaji, au Mungu ndo alilitumia kwa ajili ya kuwasiliana na ulimwengu. Ni kama vile Waisraeli waliokolewa kutokana na kitendo kilichofanywa na neno la Mungu. Kama umefuatilia historia ya Wayahudi walipotengenezewa sanduku la agano, ile sauti iliyokuwa inatoka katika sanduku la agano katikati ya makerubi ilikuwa inafahamika pia kama neno. Kwa hiyo idea hiyo ndio ilikuwa inafahamika kipindi hicho na ilitumika kwa wanafalsafa wa kipindi hicho, na pia Yohana ndiye aliweza kutoa idea hiyo huko na kuiunganisha katika mstari huo wa Yohana 1 sura ya kwanza. Nadhani kuna kitu ambacho utakuwa umekipata. Kwa hiyo kitabu cha Yohana akichukulia kifo cha Yesu na ufufuo wake kama ni sehemu ya upatanisho kati ya Mungu na wanadamu kama ilivyokuwa kwa kitabu cha Luka, yenyewe inachukulia ni kama kutukuzwa kwa Yesu na kurudi kwa Baba yake. Kwa hiyo neno kupandishwa msalabani imetafsiriwa mara mbili. Kuna ambao wanachukulia kama ni kitendo cha kupandishwa msalabani, yani kugongelewa msalabani na kupandishwa juu msalabani, lakini mwandishi wa kitabu hiki cha Yohana alichukulia kupandishwa msalabani ni kama kutukuzwa, yani kama kupandishwa juu, kukuzwa, tofauti na andiko lilivyokuwa linaelezea kama aligongelewa msalabani na kupandishwa juu, lakini hapa alikuwa anaelezewa kama aligongelewa msalabani na kutukuzwa au na kuabudiwa au na kukuzwa au na kupaishwa. Nadhani unaweza kuwa umeelewa ni kitu ambacho alichokuwa nakizungumzia. Lakini pia kuna tofauti kubwa ya maandiko kati ya kitabu cha Yohana pamoja na kitabu cha Marko, Matayo pamoja na Luka. Kwa hiyo hapa tunazungumzia tofauti kati ya vitabu vitatu pamoja na kitabu cha Yohana. Kwa hivyo vitabu vitatu vina idea zinazofanana, lakini kitabu cha Yohana kinatofautiana na idea zote tatu. Kwa mfano, katika hivi vitabu vitatu vinazungumzia miujiza ya Yesu, lakini katika kitabu cha Yohana yeye hakuzungumzia kama ile ni miujiza, ila alikuwa anazungumzia kama ni ishara ambazo zilikuwa zina maana fulani. Lakini pia katika vitabu hivi vitatu vinamzungumzia Yesu kama Masihi, lakini ni Masihi wa siri ambaye alikuwa hakuutangaza umasihi wake hadharani, alikuwa anafanya siri. Lakini katika kitabu cha Yohana tumeona Yesu akitangaza umasihi wake waziwazi, lakini sehemu nyingine alikuwa akijitangaza kwamba yeye ni Mungu yule wa Wayahudi, yule Yahwe. Lakini katika vitabu hivi vitatu tunaona jinsi ambavyo Yesu alikutana na mitume 12 wakashiriki kwa pamoja meza ya Bwana. Lakini katika kitabu cha Yohana Yesu alikutana na mitume 12 na kuwaosha miguu. Lakini pia katika injili ya hivi vitabu vitatu vinazungumzia ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ni jinsi gani ambavyo unaweza ukaingia katika ufalme wa Mungu pamoja na vitu vingine. Hapa kuna elimu kubwa sana. Lakini katika kitabu cha Yohana kinazungumzia kuzaliwa upya. Kwa hiyo hapa kuna tofauti ya injili inayozungumzia ufalme wa Mungu na kuna injili inayozungumzia kuzaliwa upya kiroho. Lakini pia Yohana alimbatiza Yesu katika vitabu hivi vitatu, lakini katika kitabu cha Yohana alimshuhudia Yesu lakini hakumbatiza. Katika vitabu hivi vitatu vinazungumzia jinsi ambavyo Yesu alitoa mapepo, lakini kitabu cha Yohana kinazungumzia jinsi ambavyo Yesu alimfufua Lazaro. Lakini katika vitabu hivi vitatu vimezungumzia kuzimu pamoja na jehanamu, lakini katika kitabu cha Yohana hakuzungumzia kabisa masuala ya kuzimu. Lakini pia katika vitabu hivi vitatu vimezungumzia kuzaliwa kwa Yesu pamoja na vizazi vyake, lakini katika kitabu cha Yohana hakikumzungumzia kabisa kuzaliwa kwa Yesu, ila tu aliweza kuzungumzia ile hapo mwanzo alikuwapo neno na neno alikuwepo kwa Mungu, katika sehemu ya utambulizi, ikiwa na maana kwamba Yesu hakuzaliwa, alikuwepo hata kabla ya uumbaji. Lakini katika vitabu vitatu pia tunaona vizazi vya Yesu, lakini katika Yohana inaonekana kwamba Yesu ndio mzaliwa pekee, yani hakuwa na ndugu, hakuwa na baba na hakuwa na ile asili ya uzao wake. Kwa hiyo hapa tunaona kuna tofauti hiyo. Kuna vitu vingi ambavyo katika kitabu hiki cha Yohana ni tofauti kabisa na vitabu hivi vingine vitatu. Katika vitabu vingine vya Injili Yesu alifanya huduma yake kwa mwaka mmoja, lakini katika kitabu cha Yohana kinaonyesha kwamba Yesu alifanya huduma yake kwa miaka mitatu, kwa sababu kuna matukio matatu ya
Pasaka, ikiwa na maana kwamba hayo matukio matatu yalifanyika kwa miaka mitatu. Lakini pia siku ya hukumu ya Yesu zinatofautiana na Yohana. Yohana anasema kwamba hukumu ya Yesu ilitokea siku moja kabla ya Pasaka, siku ambayo kondoo alichinjwa na ndio siku ambayo Yesu aliuliwa. Kwa hiyo ilikuwa ni siku ya kutoa sadaka na kutakaswa pamoja na vitu vingine. Lakini katika injili nyingine zinasema kwamba Yesu aliuliwa siku ya Pasaka. Lakini pia kuna lile tukio la Yesu kwenda kufanya fujo hekaluni na kuvunja vitu ambavyo vilikuwa vinauzwa kwa ajili ya sadaka. Kwenye waandishi wengine wanasema kwamba hii ilikuwa ni tukio ambalo lilifanyika karibia na siku ya hukumu, kwa hiyo na alikamatwa pia kwa sababu ya tukio hilo. Lakini mwandishi wa kitabu cha Yohana anasema kwamba tukio la fujo lilifanyika mwanzo wa huduma yake, na sababu ya Yesu kukamatwa ilikuwa sio tukio lile. Alikamatwa kwa sababu alikuwa anajifananisha na Mungu. Lakini pia kwenye kitabu hiki kuna simulizi ambayo kwenye vitabu vingine hamna. Mfano, harusi ya Kana ambapo Yesu alibadili maji kuwa divai. Hiyo story hakuna katika hivi vitabu vitatu. Lakini pia Yesu alipokutana na mwanamke Msamaria, hiyo haipo katika hivi vitabu vingine vitatu. Lakini pia Yesu alipomfufua Lazaro, pia huu muujiza haupo katika hivi vitabu vingine vitatu. Swali unaweza ukajiuliza ni kwamba kama maandiko haya hayapo au miujiza hii haipo katika hivi vitabu vitatu, huyu mwandishi alitoa wapi maandiko hayo au simulizi hizi? Inaaminika kwamba mwandishi wa kitabu hiki cha Yohana alitoa simulizi hizi kwenye kitabu kinachofahamika kama Sign Gospel. Kitabu hiki ni kitabu ambacho kimezungumzia miujiza ya Yesu pamoja na vitu vingine, lakini pia hutuba za Yesu ambazo zimesimuliwa katika kitabu hiki inaaminika kwamba zilitoka katika kitabu ambacho kinafahamika kama Discourse Gospel. Lakini pia maandiko ya utangulizi ule wa mwanzo ambayo ni Yohana 1 sura ya kwanza, hapo mwanzo alikuwapo neno, hapo neno alikuwa kwa Mungu na vitu vingine. Lile neno pia linaaminika kwamba lilitoka katika mashairi ya zamani. Zamani kulikuwa kuna mashairi ambayo yanaelezea mafundisho ya elimu ya kiroho pamoja na vitu vingine. Kwa hiyo kuna sehemu ya mashairi ya zamani ambapo kuna mstari huo, na Yohana ndio aliweza kuchukua mstari huo na kuweka katika kitabu hiki cha Yohana Mwanzo sura ya kwanza. Kuna baadhi ya matukio ambayo yanapatikana kwenye vitabu hivi vitatu, lakini kwa Yohana havipo. Kwa mfano kama kubatizwa kwa Yesu, kukusanya kwa mitume 12 jinsi Yesu alivyowakusanya, lakini kutoa mapepo, kuna sehemu Yesu alitoa mapepo, pamoja na tukio la Yesu ambalo lilitokea katika mlima Sayuni ambapo Yesu alikutana na Musa pamoja na Elia na sura yake ikabadilika. Ile story pia haipo katika simulizi za Yohana. Yohana hakutaja majina ya mitume 12, lakini alimtaja mtume mmoja ambaye alikuwa anafahamika kama Nathanaeli, ambaye jina hili halipo katika vitabu vingine. Lakini pia kuna jina ambalo alilitaja la Thomas, alimtaja kama Thomas mwenye mashaka. Kwa hiyo haikuwa jina, ila ilikuwa ni kama sifa ya huyu mtu alikuwa anamuelezea ambaye anafahamika kama Yohana. Lakini pia kwenye kitabu hiki Yesu ametambulika kama neno au logos, ambaye maana yake ni Theos au Mungu kwa Kigiriki, lakini vitabu vingine havikumtambua Yesu katika asili hiyo. Lakini kwenye kitabu cha Marko tunaona Peter alimtambua Yesu kama ni Masihi ambaye alitaka asili yake iwe siri. Lakini kwenye kitabu cha Yohana Yesu amekuwa akijiita Yahwe au Mungu hadharani mbele za watu, jina ambalo Mungu alijipa kipindi ambacho alikuwa anawatoa Waisraeli kutoka Misri kwenda Kanaani. Lakini pia hivi vitabu vingine vinazungumzia ufalme wa Mungu au ufalme wa mbinguni, lakini Yohana misingi ya elimu yake, Yesu ndio chanzo cha uzima wa milele, na neno ufalme limezungumziwa mara 2 tu, na neno hilo limeandikwa kwa lugha tofauti ikiwa na maana kwamba unaokuja. Kwa hiyo ni kama ufalme unaokuja ambao utakuja na Yesu au vitu kama hivyo. Kwa hiyo idea ya ufalme wa Mungu au ufalme uko ndani yenu pamoja na vitu vingine, hiyo idea haipo katika kitabu cha Yohana, ila hiyo idea ipo katika vitabu hivi vingine vitatu. Kwa hiyo aina ya elimu ya ufundishaji ni tofauti kabisa na aina ya elimu ambayo ipo katika vitabu hivi vingine vitatu. Lakini pia moja ya tukio ambalo ni maarufu sana katika simulizi za Yesu, hasa katika filamu ambazo zimekuwa zikifanywa hivi karibuni, ni tukio la mwanamke ambaye alikutwa amezini nje ya ndoa, na Yesu akawaambia wale waliotaka kumwadhibu kwamba na mwenye dhambi aanze kumpiga, na baadaye Yesu akaandika chini na wale wote wakaondoka mahali pale pamoja na vitu vingine. Hata kama umeangalia filamu ya Passion of Christ, kuna matukio mengi ambayo
ambayo yameondolewa, ni walikuwa wanazungumzia tu mateso ya Yesu, lakini tukio hili liliwekwa, ikiwa na maana kwamba tukio hili lilikuwa lina maana kubwa sana. Lakini ni masikitiko makubwa kukwambia kwamba simulizi hii haikuwepo kwenye maandishi ya kwanza ya kitabu hiki cha Yohana. Simulizi hii iliingizwa baadaye kabisa, ikiwa na maana kwamba mwanzoni mwa kitabu hiki simulizi hile haikuwepo. Kwa hiyo kama utasoma simulizi hiyo kuanzia Yohana sura ya 8 mstari wa 3, utakuta simulizi ile imewekewa mabano, mwanzo wa simulizi na mwisho wa simulizi, ikiwa na maana kwamba ile simulizi iliingizwa baadaye, au maandiko yale au maandishi yale yametiliwa mashaka, kwa hiyo yamewekewa mabano. Kwa hiyo nadhani kuna kitu ambacho utakuwa umekipata kupitia kitabu hiki cha Yohana. Asilimia kubwa ya Kristo wanasoma kitabu cha Yohana peke yake, na misingi ya dini nyingi ya Kikristo inatoka katika kitabu cha Yohana. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kitabu hiki ni kitabu ambacho kwa Mkristo ambaye ni mgeni, ambaye ndio anataka kuingia katika Ukristo, ndio kitabu ambacho kimekuwa kikitumika, na ndio kitabu ambacho mara nyingi kimetumika kwa ajili ya kuwapata Wakristo wapya, kwa sababu ni kitabu ambacho kimejieleza kwa undani zaidi, na ni kitabu tunaweza kusema ni kitabu cha kiinjilisti ambacho kinafaa kwa ajili ya mahubiri pamoja na vitu vingine. Ni kitabu ambacho kimetengeneza picha ya Mkristo ni nani. Kwa hiyo kitu ambacho nikaweza kukuelezea hapa ni kwamba kuna elimu ya kitabu cha Yohana na kuna elimu ya vitabu hivi vitatu vingine, synoptic gospel, ambacho tunasema elimu ya Marko, Matayo pamoja na Luka ni tofauti na elimu ya Yohana, ikiwa na maana kwamba elimu ya hivi vitabu vitatu inazungumzia elimu ya ufalme wa Mungu, lakini elimu hii ya Yohana inazungumzia hakuna haja ya ufalme wa Mungu kuwa ndani yako kwa sababu Yesu yuko ndani yako. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo viko katika kitabu cha Yohana, na ndicho kitu ambacho kama Wakristo tumeamua kukibeba na kuamua kutelekeza ile elimu ambayo Yesu alikuwa anaifundisha katika vitabu hivi vitatu. Kwa hiyo naweza nikasema yeyote ambaye anachagua kuamini kitabu cha Yohana yuko sahihi, anayeamini kitabu cha Petro yuko sahihi, anayeamini kitabu cha Matayo yuko sahihi, na anayeamini kitabu cha Luka yuko sahihi, kwa sababu hizi zilikuwa ni jamii 4 tofauti na kila jamii ilikuwa inaamini kitabu chake. Mawazo haya ni mawazo yangu binafsi, sio sheria. Kwa hiyo nimeamua kukupa nafasi ya kuchagua ukweli. Mpaka sasa naamini kabisa utakuwa umetambua ukweli na utakuwa umeamua kuchagua ni sehemu gani umeamua kusimama kama Mkristo. Kwa hiyo utakapomaliza msingi huu, baada ya hapo tunaweza tukaendelea na mafundisho mengine. Asante sana.